Sawa grand frère, mimi nashukuru sana kukutana na nyinyi tena. Najua wakati Arizona, ikikuwa wakati ya jua kila kitu kinabadilika. Na kila kitu kinabadilika. Acha kwanza niwasalimie. Habari zenu? Tunashukuru Mungu. Si unaitwa nani kaka? Big Machine. Kutoka wapi? Kutoka Congo DRC. Mpaka hivi kwa Arizona. Ni kwa Arizona hapa Phoenix. Nasikia Phoenix, nasikia kali. Najisikia bien. Na wakati kabla hujakuja kutoka DRC Congo, ulikuwa unafikiria wakisema Phoenix Arizona ama America, ulikuwa unaichukuliaje? Nilikuwa nasema kutoka mbinguni ni USA. So ifika Nishaiona mwenyewe. unakutanaje? Ni hivyo. Ni nchi kama watoto wadogo wanaweza wakasoma. Lakini kama sisi buli mkubwa ni kupambana, ni mapambano, kuna kura. Ndio. Ni kama maisha ya kijeshi tu. Kabisa. Sasa unakuwa unaambia ukutana mtu ako na miaka zaidi ya 20, 18, 10 ngapi ashika mwa nchi. Na wewe kisusha fika na experience ushapata, ule mtu Nilikuwa namshauria na ajitulize. Mtu malifika mbele yako, ashama zile miaka bila shida yote na naishi niko fresh. Kwa hizo sheria mimi naona Amerika na kila kitu. Huyo mtu kimuona na unaweza kumwambia nini? Yeye ndio anapaswa anipatie shauri, anipatie experience yenye alitumikisha. Na mimi niishi kama yeye. Ndio watu wa mingi wanapata mchepuko, wanaingia matatizo isipokuwa na halali. Okay, wewe na kaka nani alifika mbele? Kaka. Okay. Karibu kakaangu. Kwa majina unaitwa nani, kutoka wapi? Mimi naitwa Butamu. Papa Butamu. Yeah. Mzee wa kazi huyu. Kutoka Kongo. Kutoka Kongo. Tena pasta mkubwa. Kaka, una muda gani hapa Arizona? Mimi hapa Arizona na miaka 17. Ushaika sana. Kwa nini ulipenda Arizona? Arizona njoo naikaa hiyo miaka ama ushachanganya na state tofauti? Na hapa nilishaishi state 3. Yeah. Mwezi state 3 experience uliona ni wapi? Unaona ni state nzuri kuishi? Yote ni kawaida tu. Ni kawaida. Yeah. Kwa sababu nasikia Arizona wakati ya joto, unaona nyinyi watu mko na hiyo rangi yenu inakuwa inawasumbua sana juu ya joto mingi. Ndio, sasa joto hatusumbui sana kwa sababu unakuwa huko na gari. Unatia IC. So sio kama utatembea na miguu. Na mnyumba tena kawaida. Ulikutana na huyu kakaje? Kwa sababu alipata story kidogo kusema wewe ulikutana na huyu kwa sababu usha miaka 17. Kaka, ulisema una miaka ngapi hapa? 5. Miaka 5 na miaka 17. Kusema mkutanane kwanza ilikuwa aje? Nipatie story kidogo kutana na kaka. Na kwa nini ukachagua Kanjuni kila mara na wakutana? Kuna sehemu tulikuwa na marafiki, tukikaa napiga story tu gesi watu wanakuwa na marafiki. Sasa ikatokea akawa amefika pale. Na siku hiyo nakumbuka mke wake alikuwa ndo anajifungua. Yuko hospitali. So alivyofika pale sasa tulikuwa tunachili pamoja. Unaona ndivyo mkiwa kwenye kundi la watu wengi waga unaangalia kila mmoja tabia zake na vile kisi alivyo. Sasa nikaona kama yeye anatulia si kama wale wengine. Na ukiangalia na mimi pia ni mtu mzima kidogo. So nikaona angalau tunaweza tukawa tunashauriana. Bila kukata kauli. Kisi kaka naongea ya ukweli. Kuliko kukaa na marafiki ambao hamtashauriana chochote. Wanapenda muda wote huo muda wa raha tu na kuna ushauri wowote wa maisha. So nikaona afadhali niwe na rafiki ambaye tunaweza tukabadilishana mawazo. Tukapeana idea fulani za maisha. Yes. Kaka, uligundua nini kisha sasa kumit na kaka mkakutanana sasa mkakaa naye muda mrefu, umegundua nini? Kitu kilinishangaza kiajabu. Mwenye aliniitisha kunipa kitu. Kuongea na huyu akanambia unahitaji nini? Akanambia uende wakupatie. Nikamuuliza unaishi hapa? Akanambia mimi naishi mwingine state. Nikiwa kuangalia wajama wale wanaitisha hakuna kitu kenye walifanya chochote. Nikapita naona kama mtu mzima. Ni juu mimi napendaka watu wazima. Uligundua nini sasa? Niliona kama mtu mzima sana, ndio maana tunasiliana naye mpaka saa hizi. Maki yani hivi ni kama mdogo yangu tu. Yani ni kama ni familia, ni moyo. Wewe unaalika mtu kwako. Alafu mwingine anafika kwako, una kitu. Huna chochote cha kumpa. Na baki unategemea ndugu, unategemea ndugu mwenye alikuwa kukusalimia. Kuna vitu fulani labda tunapari tutasherehekea kutakuwa hivi na hivi. Sasa yule mtu anafika.
Yani hakuna chochote. Wewe mgeni anakuja kama anakuja kuaibika. Mgeni anakuja kutembelea na kuzimana na unapigia mtu mwingine simu ngokuya nikupatie kitu. Alafu na baki unaangalia ule mgeni unaanza mwambia ngo hivi na hivi. Ule mgeni anasema sasa mnamuita mnamna kitu. Yeye anasema wende wakupatie. Yani unamwalika mtu kwako alafu unategemea mfuko wa mwingine. Unamwangalia yeye tena ambao wewe ndio ulimwalika ndio. Sio vizuri sana. Unajikuta mko watu wazima, mkaona akili ya huyu na akili yako iko sawa kwa watu wazima. Nikaona lazima tushirikiane na hiyo. Kama mko 10, umwe mnabakia watatu kwa roho moja. Kwanza hiyo muda, kwa hiyo wakati mlikutana mshakuwa na yeye muda gani sasa? No, hivi tunatengeneza mwaka. No, ilipita mwaka unatambuka. Karibu miaka 3. Ndio siku huyu mtoto wangu ndio anazaliwa. Kale kadogo na hivi kanataina miaka 2. Karibia kabisa na kia kunishangaza sasa watu wenye nakuwa na mpresenter sana ndugu yangu anapita naambia tunamoyo huyu mtoto wa Arizona tangia zamani. Wote wanamsalimia kwa heshima, nikasema kumbi inaonekana hapa mu Arizona huyu hayajaribu kitata kimoja. Nikasema tashirikiana na huyu anaonesha njia zote. Nipate kuwa na experience ya kisalishi ya Arizona miaka yote na kuishi na watu vizuri. Sasa swali yangu ni nataka ulize huyu swali moja ambayo hakuwahi kutegemea kama unaweza kumuuliza wala kuwahi kuwazia kama unaweza kumuuliza hiyo swali. Yaani utafute swali unaweza kumuuliza, yeye mwanaweza hisi mimi nakujua wewe. Au ungepasha kuniuliza hiyo swali na sikutegemea kama unaweza niulize hiyo swali. Nataka mkisha vile vile yeye pia atakuuliza swali vile vile yenyewe wewe haukuwahi kutegemea kama mzee kama anaweza kukuuliza hiyo swali na haukuwa na uwazia kama inaweza kufika. Niko tayari. Na yake muulize swali. Niko tayari. Mimi nishamuuliza swali, sio mara kwanza, sio mara pili. Nikamwambia niliona kwa mtu mzima wewe hauko rafiki yangu, uko ndugu yangu. Na mke wangu yeye peka najua. Swali. Maki hapa ni kwake. Hiyo sio swali, hiyo ni jibu. Nataka sasa swali lingine. Swali ananipenda. Sio swali, hizo zote ni jibu. Muulize swali. Eske unanipenda? Wewe ni kama kakaangu. Nimemaliza. Hiyo ni swali uliuliza. Yeah. Okay, tunaomba kwako. Nataka umuulize swali ambao kutegemea unaweza kumuuliza halo ili upate jibu ya swali lako. Okay. Aniruhusu tamujibu. Hivi nikuulize swali moja. Najua watu mkiwa marafiki na mkiwa pamoja mnapashwa kufanya kitu fulani. Je, mfano kama nikisema kama tufungue business kama shop, tuchange pesa nusu, halafu faida tutakuwa tunagawana. Wewe unasemaje? Mimi niko tayari, napaswa nifanye kila kitu chochote sababu juu ya hakuna mimi na wewe. Okay. Ni kama kisi kwa mfano. Sijamalizia. Naweza nikakosa pesa ya nyumba nikamwambia nikopeshe. Ama hivi kamufikia nikamkopesha. Ndio vile. Kuishi na watu lazima tukue mtu mmoja. Na kuishi na watu unaweza kuishi na watu 10. Eske unajua kama machi naongea. Ukiangalia na mtu ile mboni ya macho tu inakuonyesha kama huyo tutakuwa naye kwenye shida na raha. Asante. Ingine swali kaka, nauliza swali nzuri sana. Naomba ingine tena mimi kuongeza ingine swali. Swali lingine la pili ambalo ningetaka nimuulize ndugu yangu. Hivi kweli ni business gani ambayo wago unafikiria maisha yako kama unaweza kufanya inaweza kuwa na faida kubwa sana? Kwake. Akifanya kabla sijatoa idea yangu nataka kwanza uniambie kama wewe business gani ambayo wewe unafikiria eti tunaweza tukafanya hapa Marekani katuingizia pesa nyingi. Hiyo ni swali nzuri sana. Watu karibu kaka kujibu swali. Ndio naweza kanirudia juu nilikuwa nitoka kidogo. Naweza kurudia tena nasema mpaka make sure nasikia. Nilikuwa nauliza hivi. Kabla mimi sijatoa idea yangu, nilikuwa nauliza hivi, wewe unaonaga business gani ambayo tunaweza tukafanya ikatuingizia pesa nyingi? Kwa sababu nataka unipe gisi wewe unafikiria wewe mwenyewe kitu gani tunaweza fanya ya business gani ili tufanikiwe pesa. Kwa sababu mimi niko na idea yangu lakini nataka kwanza niambie yako. Okay. Na mwe wote mko wapi? Amerika. Uko nauliza swali nzuri sana. Hiyo swali uko najibu. Sasa kitu kia lazima kama tuko kama kisi roho yako na yangu kisi ilivyo, tukipata wengine 5 tunaweza tukafungua business ya biashara, tukakuwa na duka yetu.
Okay. Tukaandika kama ni super tusinde, tutaipanga jina. Tupanga jina ya kwetu Afrika. Hawajibia swali. Pake wako nakwepa swali. Swali ni hivi. Wewe kyako. Business ni mingi. Kwa majina mingi ya biashara ya mtu fulani. Ziko mingi. Mimi hii ndio yenye naona. Sasa mwambie yangu tufanye Uber, sasa mwambie yangu tufanye DoorDash. Na kwa idea yako unazoona tukifanya kitu gani? Kinazoona kama kinaweza. Kwa sababu kuko business za mimi. Kuko mfano kufungula nani? Tire shop. Maka nikikuwa na pesa pale zoni tunapaona. Naweza nikafungula hii business. Kuko business ya kuzisha mapine ya gari. Hapo ndo naelewa sasa. Hapa mimi ndo naelewa kama mimi business yangu meki vyangu kama niko na pesa, lakini kwa sababu sitakuwa na hizo pesa, mimi uwezo wangu ulikuwa ni kama kujenga apartment, nakuwa napangisha watu ama nakuwa nanunua manyumba na ujishi. Hizo ndoto niko nazo, lakini uwezo njo siyakuwa nao. Nikipata watu wa kunisupport kama watu wenye wako na roho kama mimi ama ya kaka, tunaweza tukafanya kitu cha lazima. Okay. Kaka na wewe unakoka na idea gani? Unashasikia kaka ni nzuri sana. Ya kwa sababu mimi najua mtu awanzi yake juu. Ndio. Na anzi yake chini. Ndio na ukweli. Ndio naenda unapanda. Kwa mimi kwa sasa hivi idea niko nayo, niko nataka nifungue tire shop, used tire shop. Kuuzisha zile mapine za gari. Nipata sehemu yangu, niko naenda kurangua New Mexico kwa sababu kwa bei ndogo. Naileta hapa Phoenix, Arizona. Nanunua na ile mashine na yagiza China ile mashine na sio pesa mingi, nanunua $5,000. Inakuja na kila kitu kabisa. Na zile zingine maspare wiko nazuzisha hata ku TikTok, ndaweza kuzioda hata online. Ile maspare zingeweza kufungulia mataya. Na basi naanzia hapo kwa sababu mimi nakuwa imagine New Mexico pine moja nachukua $25. Lakini hapo nakuta pine moja ya gari ni $50. Unaona? Kwa hiyo hapo napiga faida mara mbili kwa taili moja. Sasa hapo ukisema kama unarangua taili 3,000. Pesa mingi sana. Kwa mwaka mmoja. Mimi naaminia hata hiyo apartment utakuwa unaanza msingi na huko unapiga hiyo kazi. Unaweza kuona ipiga sana kujenga zile nyumba za mzee na akili. Unaona sasa watu wawili ndio kitu mapeni. Unaona sasa. Mtangazaji pako swali, nataka nikuulize swali. Unaniuliza mimi na mimi. Ndio. Kwa mfano kisi tuuliza sisi wote. Tumeelewa. Nasikia swali yake ni ya mzuri. Swali yangu ni ya mzuri. Kama nyinyi sasa watangazaji ndio mjikaze mtusupport. Mtunge kwa hiyo mkono kitawezekana mbele. Mwangalie kisi tunaweza tukafika kwa hiyo malengo. Ndio. Asante sana. Nashukuru sana, lakini hiyo wazo alisema ni kwa sababu muwarafiki mko na mawazo mawili, tena mawazo mawili yote ni ya maendeleo. Unaona hizo taya kaka naongea zile sasa sawisha, mnauza zile nyumba, mnajenga nyumba, mnafanya apartment. Hapaharibika kitu. Yeye anakuambia mnaanza mnarangua vile Mexico ziko ku $25. Ukifika ni double, ni zaidi ya zile, ni 50. Ukiuza sama taya zenyu kama ngapi ni pesa mingi sana. Alafu ile faida sasa mtapata. Ndio mnaanza ongea sasa. Unaona haya. Nyumba, jenga apartment vile mimi nilisema. Hapana.